Jina lipitalo majina yote. Nina kila sababu ya kuweza kushirikisha ujumbe huu ambao Mungu amenipa kwa ajili yako. Wewe ambao unanisikiliza, kwa kuniangalia, kwa kunisikiliza, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo akufanyia wepesi katika hichi ambacho nataka nizungumze na wewe katika jioni na usiku wa leo. Nataka nizungumze kwa habari ya kibali kwa Mungu na pia kibali kwa watu ambacho Mungu anataka akupatie wewe ambao unanisikiliza kwa wakati huu, ili katika hali ambayo magumu na mazito uweze kufanikiwa kwa wepesi, kwa sababu ya kibali hichi ambacho Bwana anakwenda kukupatia katika usiku wa leo. Twende moja kwa moja katika neno la Mungu katika kitabu kile cha Samueli wa kwanza 2 mstari wa 26. Inasema, na yule mtoto Samueli akakua na kuzidi, akapata kibali kwa Bwana na kwa watu pia. Akakua na kuzidi na akapata kibali kwa watu na kwa Mungu. Ndugu msikilizaji, najua wazi ya kwamba unatamani unapoenda kwa watu ukubalike. Unatamani na una shauku kubwa unapokwenda mbele za Mungu uweze kukubaliwa. Lakini watu wengi ni kana kwamba wamefichwa hichi ambacho nakifichua leo kwako. Wengi wamefichwa, wamebaki wakilaumu, wamebaki na lawama. Wengi wamekata tamaa na kuvunjika moyo kwa sababu ya hiki ambacho kimefunikwa. Wengi hawajui na kufahamu kwamba ili uweze kufanikiwa duniani, ili uweze kufanikiwa kwa mambo ya mbinguni, unahitaji kibali kwa Mungu na kwa watu pia. Ndugu msikilizaji, leo nataka nizungumze na wewe kwa habari ya kibali cha watu, na kesho nitazungumza kwa habari ya kibali kwa Mungu. Kwa nini nazungumza kwa habari ya kibali kwa Mungu? Maana yake unapokwenda mbele za Mungu uweze kukubaliwa. Kwa nini nazungumza kibali kwa ajili ya watu? Ili unapokwenda kwa watu ukubaliwe. Ndugu msikilizaji, unaweza ukanisikiliza majira haya ukawa una kibali kwa Mungu tu, lakini ukakosa kibali kwa watu. Unaweza ukanisikiliza wakati huu, lakini una kibali kwa watu, lakini umekosa kibali kwa Mungu. Na unapokosa kibali kwa watu na ukawa na kibali kwa Mungu, nini kinatokea? Kesho nitakueleza, lakini leo nataka nizungumza na wewe kwa habari ya kuwa na kibali cha watu. Uweze kufanikiwa katika jambo lolote lile, hata kama Mungu ataachilia mkono wako kwako, lazima mtu ahitajike kwako. Narudia tena, lazima mtu ahitajike kwako. Unapofungua biashara ili iweze kukua na kuongezeka, unahitaji watu waje kununua. Unapoanza mahusiano kuelekea kwenye ndoa, lazima mtu ahusike. Unapotaka kufanikiwa kwa jambo lolote, mfano una pesa za kutosha, unataka kununua kiwanja, lazima ukutane na mtu aliyemiliki kiwanja. Lazima ifike mahali utambue umuhimu wa watu katika maisha yako, na Mungu anaheshimu watu, kwa sababu au watu waliokutanguliwa kuzaliwa, au watu uliowatangulia kuzaliwa, au watu Mungu ameweka vitu vyako kwao, ameweka kazi kwao, ameweka fedha kwao, ameweka viwanja kwao. Ili wewe uweze kuvipata vitu hivyo kwa watu, lazima Mungu akupe kibali cha watu, my Lord, ili uweze kukubalika. Ngoja nitoe mfano mdogo tu. Umefungua duka na ndani ya duka lako kuna bidhaa nzuri ambazo zinatamanika kwa macho ya watu.
unaweza ukaweka bei ndogo au unaweza ukaweka bei kubwa, lakini ili bidhaa zako zinunuliwe, unahitaji mteja kutoka mahali kuja kwako kununua. Sasa hili aweze kununua, lazima uwe na kibali cha watu, na ndio maana unaweza ukashangaa umemweka mtoto wa mamako mdogo kuuza duka lako kwa wiki moja, mauzo yanaweza yakainuka ghafla na ukashangaa mauzo yamekuwa makubwa, kwa sababu uliyemweka ana kibali cha watu. Na unaweza ukaenda kukaa wewe mwenyewe katika duka lako kuanzia asubuhi mpaka jioni, ukashindwa kuelewa kwa nini wateja hawaji kununua kwenye duka lako. Na si kwamba hawaoni bidhaa, wamekosa kibali kwako. Kibali kinavuta, kibali kinavuta, kibali cha watu kinavuta watu. Ndio maana unaweza ukashangaa duka la mtu limejaa watu, mtu anauza vitumbua wamejaa watu, mtu anauza dagaa wamejaa watu, mtu anauza nyanya anajaa watu, lakini nini? Ana kibali cha watu. Lakini kama unafanya chochote bila kibali cha watu, maana yake hutoweza kufanikiwa. Wenzako wenye kibali cha watu watastawi, watamiliki, watatawala, wataongezeka, lakini wewe ambao umekosa kibali cha watu utaendelea kusinyaa siku hadi siku. Na ndio maana nataka nizungumze na wewe ya kwamba kabla hujafanya kitu chochote, kabla hujafungua biashara, kabla hujaanza mahusiano na mtu kuelekea kwenye ndoa, iwe ni mwanamke au iwe na mwanaume, kabla hujaenda kutafuta kazi, pamoja una CV yako, pamoja una vyeti vyako vizuri vya degree, diploma, PhD, una masters, kabla hujachukua hatua yoyote, jiulize, je, una kibali cha watu? Kwa sababu ili upate kazi, si kwa sababu ya CV yako, si kwa sababu ya diploma yako, si kwa sababu ya PhD yako. Maana wako wana PhD, wako watu wana masters, wanatafuta kazi wanakosa. Kwa nini? Haupati kazi kwa sababu ya masters yako, bali unapata kazi kwa sababu watu wanakukubali wewe. Glory! Watu ndio wanaokukubali, watu ndio wanaokupasisha kukupa kazi. My Lord, kuna watu wanapewa kazi bila hata vibali. Kuna watu wanapewa kazi bila hata interview. Wewe unaweza ukaenda kwenye interview yako, lakini ukashangaa hujapata kazi. Kuna mwingine anaingia tu bila interview na anapata kazi. Ni kibali cha watu. Na hata Yesu alipokuwa, Biblia anasema Yesu alipokuwa na kuongezeka, alipata kibali kwa Mungu na kwa watu pia. Ndugu msikilizaji, unahitaji kibali cha watu. Unahitaji kibali cha watu. Nasema unahitaji kibali cha watu. Na ndio maana wakati mwingine unaweza ukachumbiana na rafiki yako, ukachumbiana na mwanaume, aidha mwanamke au mwanaume, mmekubaliana kuoana, na kweli mmepanga mipango yenu, na kweli mmeweka vitu vyenu sawa, lakini unakwenda siku ya kumwona mama mkwe au unakwenda kuonana na baba mkwe, unashangaa wanakukataa, wanasema hatumtaki huyu binti. Na ukijiangalia kwenye kioo ni mlembo, ukijiangalia kwenye kioo una sifa zote za kuwa Mrs. Ukijiangalia kwenye kioo una sifa zote za kuwa Mr. Lakini umekosa kibali kwa watu. Kuna watu wengine ukiwaangalia sura zao, miili yao, mavazi yao, lakini wanakwenda kwa mama mkwe. Mama mkwe ndiye anayepika chakula, mama mkwe ndiye anambeba na kumvalesha kanga, lakini ukiangalia appearance yake ya nje, hakika ni kwa sababu tu ana kibali cha watu. Ndugu msikilizaji, nizungumza na wewe. Nataka nizungumze na wewe. Najua umefika mahali unatafuta mchawi ni nani. Inawezekana umefika mahali unaona kana kwamba umerogwa. Haujarogwa, umekosa kibali cha watu. Samueli alipokuwa na kuzidi, akapata kibali kwa Mungu na kwa watu. Maana yake akienda kwa Mungu anakubaliwa, akija kwa watu anakubaliwa. Maombi yangu na dua, upate hii neema ya kupata kibali kwa watu na kwa wanadamu. Wakati mwingine unaweza ukashangaa, mbona huyu mtu kuongea hajui, mbona huyu mtu mwonekane wako haustahili, lakini mamia ya watu wanamfuata, mamia ya watu wanamsikiliza.
Ndugu msikilizaji, ni kwa sababu ya kibali cha watu ambacho Mungu amempatia. Nataka nizungumza na wewe mfanya biashara. Nataka nizungumza na wewe ambao unataka kuanza mahusiano. Nataka nizungumza na wewe ambao unataka kuanza kufungua huduma. Nataka nizungumza na wewe ambao unataka kwenda kutafuta kazi. Nataka nizungumza na wewe ambao unataka kuanza hatua ya kufanikiwa. Ndugu msikilizaji, lazima uwe na kibali cha watu, ili watu wakukubali kukupa kazi, ili watu wakukubali kukaa vikao kwa ajili ya harusi, kuelekea kwenye ndoa yako. Ndugu msikilizaji, nataka niombe na wewe sasa kwa muda mfupi tu. Kesho nitaelezea faida ya kibali cha Mungu. Leo nimekueleza kwa uchache tu vile unavyokuwa na kibali cha Mungu, nini kibali cha mwanadamu, nini inatokea, na vile ambavyo ukiwa huna kibali cha watu, nini kinatokea. Ndio maana unaweza kushangaa, unaingia kwenye vikao, unaongea wewe, kila mmoja anakataa wazo lako, na wazo lako ni zuri mno, ambalo lingeweza kushikiliwa, lingeweza kuleta favor kwako na baraka kwako. Kwa sababu huna kibali cha watu, hakuna kinachotokea. Ukiwa huna kibali cha watu, hata kama una maneno mazuri, watu hawatasikiliza, wala watu hawataweza kukupongeza. Lakini ukiwa na kibali cha watu, hata kama huna maneno mazuri, kila mmoja atakupigia makofi. Ndugu msikilizaji, shauku yangu uwe na kibali cha watu. Maombi yangu uwe na kibali cha watu, ili maisha yako yaweze kuangaza katika kufanikiwa. Natamani kila unachogusa kuanzia sasa, kila unamshirikisha maono yako. Kuna mtu mwingine anampelekea wazo, mtu analibeba lile wazo, anawekeza mamilioni, anawekeza mabilioni, na mtu anainuka na kuangaza akiwa hana mtaji. Lakini kuna mtu amemjengea shule, hana mtaji. Kuna mtu amemfungulia duka. Why? Ni kwa sababu ya kibali cha watu. Ndugu msikilizaji, sihitaji upoteze, nahitaji ufanikiwe. Nataka niombe na wewe ambaye kibali cha watu kimeondoka kwako, au kibali cha watu una kabisa. Nataka niombe rehema za Bwana zikufikie mahali uliko, ili kibali cha watu kiukuongoze katika maisha yako. Baba, katika jina la Yesu, ninatamka nguvu ya kibali cha watu. Kimwendee dada huyo, kimwendee mama huyo, kimwendee dada huyo, kimwendee baba huyo, kokote aliko, kwa jina la Yesu Kristo. Akapate kibali kwa watu, kwa damu ya mwana kondoo. Kila mahali, kila sehemu, kibali cha watu kikamfunike na kuhifadhi. Anapokwenda kazini, akaone mabadiliko. Anapokwenda kufungua duka lake kesho, anapokwenda kufungua biashara yake ya genge kesho, anapokwenda kufungua biashara yake ya supermarket kesho, Baba akaone mabadiliko ya vile watu watakavyokuwa wakiingia katika malango ya biashara zao. Na yeye atashangaa walikuwa wapi siku zote. Ni kwa sababu ya kibali cha watu ambacho na kituma kiende kwake. Ni katika jina la Yesu Kristo. Kesho majira kama haya nitazungumza kwa habari ya kibali cha Mungu. Kuna faida juu ya kibali cha Mungu. Wakati mwingine usipokuwa na kibali cha Mungu, Biblia inasema wazi ya kwamba unaweza ukatoa sadaka ikakataliwa, unaweza ukawa na ibada ikakataliwa, kwa sababu huna kibali kwa Mungu. Na ndio maana Biblia inasema wazi ya kwamba makelele za watu wenye dhambi, mtu yote mwenye dhambi anapoomba ni kelele kwa Mungu. Manake dhambi pia inaweza kufanya usipate kibali kwa Mungu. Kesho nitakueleza kwa makini na itakusaidia. Nataka upate kibali cha kuingia na kutoka mbele za Mungu wa Israeli, na neema ya Bwana iweze kukufikiria, na utukufu wa Mungu ukuangazie katika njia zako. Upate kibali kwa watu, upate kibali kwa Mungu, na usibaki kama ulivyo. Katika jina la Yesu Kristo, amen. Shalom, shalom.